Nianze kwa kupongeza kwa ajili ya kazi ambazo mlianza tangu jana, makanisa haya kwa kufikia kilele leo. Jana mlikuwa mnafanya mambo ya huruma kwa maana ya kuwasaidia watu ambao ni wahitaji. Kwa kweli kazi ile mlifanya ni nzuri, kama Mungu aishivyo, muendelee kubarikiwa. Mungu awabariki sana. Amen. Lakini pia sambamba na hayo, naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa jinsi ambavyo mmeonyesha ushirikiano na umoja wenu wa kindugu ambao hawezi kuwagawa kwa rangi, kwa dini, hata kwa itikadi na kwa namna nyingine yoyote. Mmeendelea kuwa watu wazuri ambao mmekuwa ni waaminifu, na ninyi ni dira nzuri katika jamii. Watu wanasema ukimwelimisha mtu mmoja, kwa maana mwanamke mmoja ana uwezo wa kuelimisha wanawake 100. Ninyi akina mama ni jeshi kubwa. Kwa kweli Mungu aendelee kuwabariki sana akina mama hawa. Ndugu zangu, nilizungumza kwenye upande wetu, upande wa kiserikali. Sisi taasisi za dini na serikali ni kulwa na doto, tunafanya kazi kwa pamoja. Upande mwingine serikali inayohitaji hawa watu, na upande mwingine taasisi za dini zinahitaji hawa watu. Rasilimali watu katika nchi ni jambo moja kubwa na ni zuri na ni bora sana, na ndio maana mimi kama kiongozi wa serikali niko hapa kwa kushuhudia na kuona kile mlichokuwa mkikifanya ni kwamba kina maslahi gani katika taifa hili, na tumeona jinsi ambavyo mnavyohubiri amani, upendo na matunda ya huruma. Na matunda haya ya huruma tuendelee kuyafanya kule katika majumba yetu na katika maeneo yetu, na kusambaza upendo kwa ajili ya watu wengine, ili kuangalia kule kuwa kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wanahitaji uhitaji, na wengine wako hospitalini na maeneo mengine mengi. Lakini sambamba na hayo, niende moja kwa moja kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu ambao mnenaji aliyoweza kutoa. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana, na umetumika kama chombo cha kufikisha ujumbe, na ujumbe ule umefika. Na sisi kama serikali tunaona moja kwa moja kuwa ujumbe huu ulipoweza kuwafikia akina mama, nina imani akina mama wengi wakiufanyia vizuri ujumbe huu, nina imani kanisa linapona na taifa linapona. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza hivyo nikiwa ninamaanisha kitu kimoja. Akina mama wengi, kama jinsi ambavyo tunajua, mwanamke mmoja ana uwezo wa kuelimisha wanawake 100. Kama tukishirikiana kwa pamoja na kwa umoja wetu, hakika tunaweza. Kuna mambo mengi ambayo yameweza kuzungumzwa hapa, kwa kumaanisha ni kwamba akina mama, jinsi mnavyokuwa mnajishughulisha na hiki kichwa cha somo ambacho ninyi wenyewe mnatembea nacho, kinachosema njoni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na mizigo, nami nitampumzisha. Lakini kuna baadhi ya kizazi tulichonacho sasa hivi kimekuwa ni kizazi ambacho kimejaa ukatili wa kutisha na wa kutosha. Lakini ukatili huu unapokuwa unajitokeza katika familia zetu, unajitokeza katika maeneo yetu, katika kaya, katika mitaa, lakini pia hata katika taifa. Lakini akina mama, kama tukikaa kwa pamoja, tukiwa ni waombezi, kwa maana ya kuweza kumwomba Mungu, ukatili utatokomea. Ni mfano tu ambao unakuwa ni mfano hai. Ni hivi juzi tu mnasikia akina mama majuzi, katika maeneo yetu haya ni kwamba kuna baba mmoja ambaye alimwagiwa mafuta na mke wake, na mke wake akamfungia mlango kwa nyuma, kwa nje, alafu yule baba akaanza kuungua moto mle ndani akipiga kelele, na hata hivi sasa ninavyozungumza yuko kwenye hospitali ya government akiwa ana majeraha ya kutosha miguuni, mikononi, kwenye shingo, ili muweze kuona ukatili unavyofanyika. Na aliofanya ukatili huu ni mwanamke mmoja. Tunapokuwa tunazungumzia habari hizi, ukatili hauna rangi, hauna kabila, hauna lakini anakuwa ni mwanamke mmoja au ni mwanaume mmoja anayewakilisha jamii fulani kwa ajili ya kufanya mambo ya ukatili. Mambo haya tunatakiwa akina mama tumuombe Mungu. Tunapokuwa tunaadhimisha katika maadhimisho haya, tunapokuwa tunahitimisha, tuone kuwa tuna kazi ya kufanya mara baada ya kutoka katika maadhimisho haya. Wana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Na sambamba na hayo, akina mama, yamezungumzwa mambo mengi. Ni ukweli usiopingika,
akina mama 50 kwa 50 tunazozitaka ndizo ambazo zimetufikisha katika maisha haya tulionayo. Hofu ya heshima na nidhamu ndani ya familia imepungua kama sio kushuka. Baba, mama wakati mwingine wanainuka wote, wanataka waonekane kuwa kila mtu anataka awe na haki sawa. Ndio, lakini wajibika katika kipande cha kwako ili kuleta amani ndani ya familia. Sasa hivi imeshakuwa hiki ni cha kwangu, hiki ni cha kwangu. Unaweza ukashangaa ofa ya nyumba iko, yani nyumba mnaoishi hapa unakuta ofa iko Nzega. Ina maana tunaishi kwa kutokuaminiana. Sasa hivi tumekuwa na roho. Mungu anasema angalieni msije mkaufuatisha mwenendo wa dunia hii. Kizazi hiki kilichopo kimekuwa kinashindana na dunia. Mmehubiri ninyi wenyewe, mmetushuhudia ninyi wenyewe kuhusu ambavyo sasa hivi hakuna mwanamke ambaye hana mkopo. Mwanamke ana mikopo zaidi ya 4 5, ndani hana amani. Wanaume wapati haki zao. Unafikia wakati mwingine baba anapeleka mkono hivi, niache mimi nawaza marejesho, niache nikome, niache. Sasa sisi tulio wanaume, mwanaume anapotaka haki yake anahitaji kufanya maombi na sala. Anakuambia njoo tufanye sala, unamwambia mimi sitaki. Hivi unataka ufanye sala na nani? Mume uliopewa na Mungu ni mume mmoja. Baadaye unakuta hapa unashirika hili. Unapokuwa umejipumzisha, hakuna usingizi wa kulala. Unaweza ukuta wakati mwingine mama kama vile amelala, ukimwangalia ukigeuka kidogo unaona jicho limefunguka, unasema hivi wewe umelala au na kumbe nawaza nini? Marejesho yashindwa katika jina la Yesu. Haya marejesho yametukosesha amani. Watu hawakai majumbani, hawalali, hawana amani, hawaangalii watoto. Milango asubuhi imefungwa, makufuli yananing'inia, mama anasema napambana. Tupambane katika familia zetu. Mmomonyoko wa maadili ni pamoja na kutukusimamia vizuri familia zetu. Tumekuwa hatuna hofu ya Mungu. Inafika hatua mpaka mtu anasema ngoja tu niende kwa kausha damu. Hivi kweli unataka ukaukiwe damu kweli? Kuna mama mmoja pale maeneo mtaa fulani, ni kwamba pale alizikwa, alichukua mikopo mingi. Mume wake akamwambia sihitaji mimi ujihusishe na masuala ya mikopo. Unadaiwa mikopo wapi? Akasema mume wake akachukua akamwambia piga hesabu, akapiga hesabu, alafu baadaye akaenda akalipa madeni yote. Kumbe yule mama akawa ameenda tena, kuna akina mama wanaowashawishi, mimi naomba tu unidhamini. Akadhamini zaidi ya kina mama 3. Wengine wakakimbilia Morogoro. Huyu mama anakuja kuambiwa mama ulikuwa umedhamini. Alipoona mume wangu alilipiaga deni, je, sasa hivi mimi nitatoa wapi fedha au mume wangu nitamwelezaje? Aliamua kujinyonga. Sio mbali, ni hapa tu, karibuni miaka 6 iliyopita alijinyonga hapo. Akina mama, nataka niwaambie, mwanamke mpumbavu ivunja nyumba yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Ni aheri uende kwenye soko liloko la hapa la Ndembezi. Nenda kachukua mchicha wako na nyanya ngogwe, weka na chumvi, kula na ugali wako mzuri, kunywa na maji, uwe salama katika maisha yako. Tunapenda mambo ya kisasa na kushindana na maisha, hatutabaki salama, hatuna amani. Hata sasa hivi kuna mtu anawaza marejesho muda huu. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata sasa hivi watu walikuwa wanasema hata sasa hivi uzazi, sasa hivi watu wakati mwingine wameshapungua, wakati mwingine hata kuzaa. Angalia, fuatilia kina mama wengi wana mikopo mingi, hawana watoto wadogo, wana kubeba mimba hamna. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Akina mama, mnapokuwa mnakwenda kwenye maadhimisho yenu, kuna kazi ya kufanya katika taifa hili. Akina baba katika ngazi za familia wamejifanya kama hawaoni na wamenyamaza kimya. Usije ukadhani kama mume wako ni mjinga. Kwa taarifa yako, sio mjinga, ila tu anafuata maandiko matakatifu yanayosema hivi, enyi waume kaeni kwa akili na wake zenu.
Na tunahitaji kwa wale ambao wanazuia baba zao waume zao namna kufanya maombi, leo mwende mkafanye maombi na wazee wenu. Katika swala la unyanyasaji ambalo limejikita katika jamii na hasa akina mama, maana akina mama, hata mimi ninazungumza hapa nimelelewa na mtu mmoja aliyeitwa mwanamke. Sisi sote tumelelewa na ninyi na mmeshuhudia ninyi wenyewe. Mtoto mpumbavu ni mzigo wa nani? Mwanaume huwa anachukua kitu bora. Semeni kitu bora. Vilivyo viovu vinakuwa ni vya kwenu. Kaeni vizuri. Tunapokuwa tunahitimisha katika ujumbe wetu pia wa kiserikali, tunaendelea namna ya kuweza kupinga unyanyasaji wa kijinsia katika ngazi zote za ujirani, za familia na mambo mengineyo. Wakati mwingine baba anamnyanyasa nani? Mama. Wakati mwingine mama anamnyanyasa nani? Baba. Hili jambo serikali si tunapinga. Unyanyasaji unaopelekea watu kupata msongo wa mawazo na watu wengine kuchukua hatua zingine ambazo zinakuwa si nzuri. Katika swala la unyanyasaji limekuja jambo lingine kwa ajili ya watoto. Watoto wetu katika ngazi za familia wamekosa haki zao za msingi. Watoto wamekuwa wakijichunga. Mtoto akitoka shuleni hana rafiki mzuri wa kumwambia baba au mama, kazi niliyoifanya ni hii hapa. Mama akifika pale ni mkali nyumbani, baba akifika pale ni mkali nyumbani. Mtoto anakosa mapenzi mazuri kwa ajili ya wazazi. Kumbuka, kila unachokipanda kwa mtoto ndicho utakachoweza kukivuna. Ndio maana tunakuwa tunaambia watoto mtaani, mtaa unazaga watoto. Watoto wanazaliwa na akina mama kwa ushirikiano wa baba na mama kwa jambo takatifu. Tunaomba malezi ya watoto yazingatiwe. Watoto wengi wasipokuwa wanalelewa vizuri, wanajiingiza kwenye makundi mabaya, wanakutana na watu ambao hawako kwenye mikono salama. Kuna watoto wanaoumizwa, wako watoto wanaobakwa, wako watoto wanaolawitiwa, wako watoto wengine inakuwa ni shida. Na siku hizi hata mtoto mdogo wa kike au wa kiume, mama hayuko radhi kumfuatilia namna hata kumsafisha, hata kumosha. Mpeleke mtoto bafuni, mtoto mfundisha namna ya kuoga, namna ya kumsafisha. Ndio maana nafikia hatua wakati mwingine mtoto ameshaharibika muda mrefu kwa sababu mama haujishughulishi na kuangalia afya za watoto. Hii hata kwa upande wa baba. Tuwakague watoto wetu, mienendo yao, maisha yao, na kuwafundisha namna ya ibada, kuhudhuria ibada, tuwafundishe. Tunayazungumza haya kwa sababu hata sasa hivi hatuna kasumba mara baada ya kumaliza kula chakula kuita familia, mnakaa, mnasoma mstari mmoja, mnafanya sala, alafu baadaye mnafanya nini? Mnagawanyika, mnaenda kulala. Sasa hivi hata nyumbani sasa hivi kati ya baba na mama, na tushukuru kwa sababu sasa hivi kila mtu ana neti mpya. Lakini zile neti zingine kuukuu, unakuta baba anamvizia mama, akiingia unakuta nyingine na dirisha. Akiona mwenzake amelala, mwingine anaingia anachopokea hivi. Lakini tuweke pia juhudi za kufanya ibada nyumbani kwa ajili ya kuweza kumsogelea nani? Mungu. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika hiki ninachokuwa nakimalizia kingine, namalizia kwa kusema ni kwamba tunahitaji kuwajengea uwezo mkubwa watoto wetu namna ya kimaadili. Tunapozungumzia habari ya maadili, kumekuwa na mmomonyoko wa maadili. Nadhani mmeshaona watoto wanaingia kwa muda wao, baba kwa muda wake, mama kwa muda wake. Lakini pia hata uvaaji wa mavazi umeshapatikana, mpaka uvaaji wa mavazi usiokuwa na maadili. Mtu mwingine anavaa nguo inaishia hapa, yuko pale na anatembea, yani hiki kifua kinakuja kinanipokea hivi, kinanipokea. Sasa hao wageni walioko wananipokea wanaenda wapi? Tunatakiwa Mungu atusaidie katika jambo hili. Baba mchungaji wa usharika huu Winston Kweka, pamoja na wachungaji wote na umoja wa makanisa yetu ya CCT, kwa umoja wetu, nichukue nafasi hii kuhitimisha kuwashukuru na kuwapongeza kwa ajili ya umoja wenu mlionao, ambao mnamtumikia Mungu pia kwa ajili ya kuweza kulisaidia taifa. Maana mnapokuwa mnahubiri Injili na watu wakakaa kwa usawa, jambo hili linasaidia sana kuona nchi yetu inakuwa iko katika hali ya utulivu.